Kwa jina naitwa Halima Athmani, ni mfanyabiashara pale sokoni. Ndugu mheshimiwa, mwaka 2023 TSF waliniibia mkaa wangu gunia 52. TSF waliniibia gunia 50 maeneo ya London. Ule mkaa walipokuwa wameuchukua wakaupeleka kwenye mitaa wakaenda kuuza. Kipindi hicho mkaa ulikuwa ni shida. Mheshimiwa, ili tatizo langu la mkaa Mheshimiwa Olekaita analifahamu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya analifahamu, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri analifahamu, na meneja wa misitu analifahamu, na nimeenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Hebu rudia ilikuwaje? Mimi ni mfanyabiashara mheshimiwa katika soko la Kibaya. Na mimi nafanya biashara ya mkaa. Nilinunua mkaa maeneo ya London gunia 50. Nilienda TSF nikakata mkaa wa shilingi kila gunia moja nalipa 12,500. Ulienda wapi? TSF nilikata risiti. TSF nilikata risiti, kila gunia nalipa 12,500. Katika gunia 50 ukipiga mahesabu unapata jibu. Nilipokuwa nimetoka TSF, siku ya pili naenda kuubeba ule mkaa, nikakuta TSF wameenda kuubeba usiku kwa usiku, wakauza mtaani, wakauja ufikisha ofisini. Nikampigia meneja wa misitu akiwa kwenye kikao Dodoma. Nikamwambia mheshimiwa meneja, kwa nini mkaa wangu nimeulipia afu umechukua? Meneja yuko wapi? Meneja alikuwa ni George mheshimiwa, ameshahamishwa. Lakini ni ofisi ile aliyepo yuko wapi? Yuko wapi meneja? Hello. Meneja TFS. TFS. Hapa Kongo. Meneja, mnalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili jambo liko wilayani, lakini ile wa wilaya yuko wapi? Lakini naweza kulijibia mkuu. Sasa kama amefika mpaka ofisini mama wa watu, amenunua kufuata taratibu kabisa za kiserikali. Baada ya hapo na hela ameshatoa. Baada ya hapo mmeuza kwingine. Sasa mrudishieni hela yenu. Ilikuwa lini? Sasa 23 na hela yake. Mheshimiwa, eti mama yetu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tunavyojua kwamba kuna sheria, taratibu na miongozo katika ufanyaji wa biashara za mazao ya misitu na hata umiliki wa mazao ya biashara za misitu. Huwa kiutaratibu mtu tukimhofia kwamba anamiliki mazao ya misitu na nyuki pasipo utaratibu, yale mazao yanachukuliwa, lakini kwa utaratibu ili mnada ufanyike lazima ukae siku 30. Baada ya siku 30 pasipo malalamiko yoyote, mnada unafanyika kwa kufuata utaratibu wa mnada. Mimi ni kuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama kaimu meneja wa kanda ya kati, nitahakikisha ninalisimamia swala hili. Mama huyu atakavyokuwa, kama kuna right au kuna haki yoyote ambayo ni ya kwake, nitahakikisha kwamba inafanyika, na hili nimelisema mbele yako na mbele ya viongozi ambao wako hapa. Naomba kuwasilisha. Yani mimi sijaelewa sehemu moja tu. Anasema amekwenda, hata mimi mwenyewe nakujaga kununua asali pale kwenye ofisi zetu za maliasili pale. Amekuja kulipia ofisini. Alipolipia mkaa wake au kupelekwa kwake ukauzwa kwingine, na yeye fedha yake alishatoa, na namuona ni mama mjasiriamali wa kawaida kabisa. Tena alisema alikopa hiyo hela benki. Sasa kwa sababu ni vyombo na weka heshima tu hiyo. Mama njoo uchukue hiyo 625 kwa waziri wao, alafu wao watamrudishia waziri wao.
Haya, tumpe mwingine. Naombeni tusikilizane kitu kimoja. Wale ambao wameshaandika, wala msipate shida, nitaipitia moja baada ya nyingine. Hakikisheni tu umeweka namba ya simu. Kwa kati yenu hapa kama jambo liko kwenye maandishi, wala usipate shida, wape nafasi wengine ambao hawajaandika. Kabisa. Maana naona foleni bado iko kubwa. Kwa hiyo maiki nyingine iwe huku mwisho, nyingine iwe huku mwisho. Tutafanya huku na huku. Nyingine iwe huku mwisho huku. Mpe haraka. Sasa kamanda, msipomtumia M-Pesa waziri wenu, shughuli ndo hapo. Kwa jina anaitwa Zungu Abdalla kutoka Dosidosi, na jina lingine la pili naitwa Kamanda Seba, jeshi la mtu mmoja. Hata Queen Sendiga ananifahamu vizuri sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja Kiteto. Yaani na changamoto kubwa sana na changamoto za wananchi wa Dosidosi. Changamoto yangu ya kwanza, kituo cha afya cha Dosidosi. Kituo cha afya cha Dosidosi ambapo ulipopita bango lako la kwanza sana mpakani pale. Pale mpakani. Dosidosi. Haya. Mpaka wa Kongo na Kiteto. Tutamleta naibu waziri baadaye atasemea. Changamoto yangu, tumetengeneza 10% katika 100%. Tumetengeneza 10% nguvu kazi wananchi.